yangu. Twende tu. Na mama angeambiwa huyu mtoto anaenda kutolewa, hiyo sadaka sisi yetu ingekosekana kabisa, ingeenda. Tuendelee. Abrahamu akamjibu, mwanangu, Mungu mwenyewe atatujalia mwana-kondoo wa sadaka ya kuteketezwa. Basi wakaendelea na safari yao. Walipofika mahali ambapo Mungu alimwagiza, Abrahamu akajenga madhabahu na kupanga kuni juu yake. Kisha akamfunga Isaka mwanawe na kumlaza juu ya kuni juu ya madhabahu. Unaonaje? Amemgeukia tu safari moja, mko na mtu na amekugeukia na amekufunga amekuweka, sasa wewe ndio utachinjwa. Abrahamu akaonyesha mkono wake, akatoa kisu tayari kumchinja mwanae. Lakini malaika Mwenyezi Mungu akamwita kutoka mbinguni, Abrahamu, Abrahamu. Naye akaitika, naam, nasikiliza. Malaika akamwambia, usimdhuru mtoto wala usimfanyie lolote. Sasa ninajua kwamba unamcha Mungu, kwani huku ni nyima hata mwanao wa pekee. Ndipo Abrahamu akatazama, akaona kondoo dume amenaswa pembe zake kichakani. Basi akaenda akamchukua huyo kondoo, akamtoa sadaka ya kuteketeza badala ya mwanae. Kwa hiyo Abrahamu akapaita mahali hapo, Mwenyezi Mungu hujalia, kama isemavyo hata leo, katika mlima wa Mwenyezi Mungu watu hujaliwa. Watu hujaliwa kwa Mungu Mwenyezi Mungu. Naona sasa pale kondoo za mwaka moja sasa simerudi pande hii, mtoto Isaka anatoka. Mtoto Isaka sasa anakuja kutolewa kwa nafasi ya kondoo. Na Isaka angetoa kadamu kadogo tu pa. Hakuna mwingine tena kuonekana. Hapo ingekuwa sasa Isaka ndiye angekuwa mwokozi. Yeye ndiye angeokoa watu. Sasa inakuja aje? Soma 9:6 ya Isaya. Inasema, the darkness turns to light. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Mtoto amezaliwa kwetu. Maana mtoto amezaliwa kwa ajili yetu, tumepewa mtoto wa kiume, naye atapewa mamlaka ya kutawala. Ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Sasa mtoto ameruka pale hiyo nyingine. Sasa amekuja mtoto mwingine. Kutoka kwa Isaka tumekuja kwa mtoto mwingine. Sasa kama tumekuja kwa mtoto mwingine, ina maana agano limebadilika 31:31. Isaya 31:31. Ndio sasa mtoto mwingine akiingia, lazima ingie na mabadiliko. Hawezi ingia kae pale kwenye mtoto ya kwanza alikuwa anakaa. Soma. Inasema, the days are coming, declares the Lord. Jeremiah 31:31. The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors, when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant that I will make with the people of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. Mwenyezi Mungu asema, siku zaja ambapo nitafanya agano jipya na watu wa Israeli na watu wa Yuda. Agano hili halitakuwa kama lile nililofanya na wazee wao nilipowatoa kwa mkono wangu kutoka Misri. Agano hilo walilivunja, ingawa mimi nilikuwa Bwana wao. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Baada ya siku hizo, nitafanya agano lifuatalo na Waisraeli. Nitaweka sheria yangu ndani yao na kuiandika katika mioyo yao. Mimi nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Sasa agano limebadilika, wacha mtoto akuje upya. Mtoto akikuja mpya sasa, naye itasema aje? Matthew 1:23. Soma. Matthew 1:23. Ndio kwa Yesu. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Kisha ni kuzaliwa kwa Yesu. Bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto wa kiume, nao watampa jina Emanueli, maana yake Mungu yuko nasi. Sasa Emanueli amepatikana. Na huyu Emanueli amepatikana, atatuletea kondo ingine ilikuwa imefungwa pale huko juu. Injili ya Yohana 1:29.
Sasa atatuletea ile kondoo yenye unaona Abrahamu alinasua na akamtolea Mungu dhabihu. Hiyo ndio kondoo sasa inakuja. John testifies about Jesus. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Soma. Inasema mwana-kondoo wa Mungu. Kesho yake Yohana alimwona Yesu akimjia akasema, "Huyu ndiye mwana-kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi ya ulimwengu." Sasa mwana-kondoo amekuja, huyu mtoto amekuja tofauti. Na akikuja njia yenye amekuja, sasa lazima alete ile kondoo yenye linasuliwa pale na ikachinjwa. Na sasa inapochinjwa, itachinjwa aje? Soma hiyo Matthew. Ilikuwa ni Luka. Soma Luka. Ilikuwa Luka 23 ansia juu yake 23:38 kiteremuka. 23:38. The crucifixion of Jesus. Hiyo kondoo imeletwa sasa. There was a written notice above him which read, "This is the King of the Jews." One of the criminals who hung there hurled insults at him. "Aren't you the Messiah? Save yourself and us." But the other criminal rebuked him. "Don't you fear God?" he said. "Since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus answered him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Inastaja. Yesu anasulubiwa. Mmoja wale wahalifu waliotundikwa msalabani alimtukana akisema, Je, si kweli kwamba wewe ndiyo Kristo? Basi jiokoe mwenyewe utuokoe na sisi pia." Lakini yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake akisema, "Wewe umwogopi Mungu hata kidogo? Wewe umepata adhabu hiyo hiyo. Wewe na mimi tunastahili, maana haya ni malipo ya yale tuliyotenda." Lakini mtu huyu hakufanya chochote kibaya. Kisha akasema, Yesu, unikumbuke wakati utakapoingia katika ufalme wako." Yesu akamjibu, "Nakwambia kwa hakika leo utakuwa pamoja nami peponi." Sasa wakati Yesu anawekwa msalabani, zile kuni zilikuwa zinatengenezewa dhabahu zile kuni. Yeye kuni yake ilikuwa ni msalaba. Kuni ya Yesu penye alichinjiwa ni msalaba. Kwa msalaba ndiye alichinjiwa. Soma hapo chini akimaliza hiyo 44. The death of Jesus. Luka, bado you look at it. It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. For the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn in two. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. The centurion, seeing what had happened, praised God and said, "Surely this was a righteous man." Yesu anakufa msalabani. Ilikuwa yapata saa 6 mchana. Jua likaacha kuangaza, giza likafunika nchi yote mpaka saa 9. Na pazia lililokuwa limetundikwa hekaluni likapasuka vipande viwili. Yesu akalia kwa sauti kubwa, "Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu." Alipokwisha sema hayo, akakata roho. Hapo yule jemadari alipoona yaliyotukia, akamsifu Mungu akisema, "Hakika huyu alikuwa mtu mwema." Sasa umekubali alikuwa mtu mwema. Ambapo sasa mwana-kondoo amechinjwa, na sasa hakuna mwingine tena anaenda kuchinjwa. Na Mungu anasema nini kuhusu hiyo kondoo yenye ilichinjwa? 3:16 ya Injili ya Yohana. Kondoo ikichinjwa lazima uelezwe ilichinjwa kwa maana gani. Haikuchinjwa tu, ilikuwa ichinjwe ikiwa na sababu. Inasema,
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwana wake wa pekee, ila kila mwaminiye asipotee, bali awe na uhai wa milele. Sisi tunapata uhai wa milele kupitia kwa kuwekwa Yesu msalabani. Yesu, Mungu alimtoa. Aliangalia kabisa akaona hakuna mwingine anaweza tolewa isipokuwa Yesu. Huyu mwana kondoo alipotolewa hivyo, sasa tumepona. Nasikia watu wa dini wanasema sasa tumepona. Wanapona kwa kitu yenye hawajui. Sasa unapoona hivyo, ndio maana kila wakati tunahitajika kuwa wasafi, ndio tufikie usafi wetu, ndio tukaribie mwana kondoo. Na ni mzuri kwa hii safari ya kwenda mbinguni tujue hatuna masaa. Tunapoangaliana hivi ni dakika hii kidogo tu. Naangaliana hivi ujue mtu anatoka hivi na anaenda. Ni afadhali ujue uko wapi, unaelekea wapi. Unajua mtu mwenye kwa dini hajui mahali anaenda na hajui mahali anatoka. Kama kusema eti mimi nikiingia kwa dini naomba tu kiingia nini naomba. Wewe ujijui. Ambapo kwa hii safari ya kwenda mbinguni kama mwana kondoo ametolewa namna hiyo, na tumeona kweli ilikuwa makosa, ilikuwa ni yetu, haikukuwa ya mtu mwingine, ilikuwa ni yetu. Ni somee jambo la mwisho 21:9 ya Ufunuo nikaje. Yesu Mwokozi mwana kondoo atuita juu ya mlima Sayuni. Yesu Mwokozi mwana kondoo atuita juu ya mlima Sayuni. Sayuni mwenzangu Sayuni, jiulize kama uko tayari. Sayuni mwenzangu Sayuni, jiulize kama uko tayari. Inasema, the New Jerusalem, the bride of the Lamb. One of the 7 angels who had the 7 bowls full of the 7 last plagues came and said to me, "Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb." And he carried me away in the spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God. It shone the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal. It had a great high wall with 12 gates, and with 12 angels at the gates. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. There were 3 gates on the east, 3 on the north, 3 on the south, and 3 on the west. The wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. Yesu Yerusalemu mpya. Kisha mmoja wale malaika 7 waliokuwa na yale mabakuli 7 yaliokuwa yamejaa mabaa 7 ya mwisho akaja na kuniambia, "Njoo, nami nitakuonyesha bibi harusi, mkeo mwana kondoo." Basi Roho akanikumba, naye malaika akanipeleka juu ya mlima mrefu sana. Akanionyesha mji mtakatifu ukishuka kutoka kwa Mungu mbinguni, uking'aa kwa utukufu wa Mungu. Mwangaza wake ulikuwa kama wa jiwe la thamani kubwa kama yaspi, angavu kama kioo. Ulikuwa na ukuta mrefu na mkubwa wenye milango 12, na kila mmoja ulilindwa malaika. Juu ya kila mlango waliandikwa mojawapo ya majina ya kabila 12 ya Israeli. Kila upande ulikuwa na milango 3, upande wa mashariki milango 3, kaskazini milango 3, kusini milango 3, na magharibi milango 3. Kuta za mji huo zilikuwa zimejengwa juu ya mawe ya msingi 12, na juu ya kila jiwe palikuwa pameandikwa mojawapo ya majina ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Mitume 12 wa mwana kondoo. Sasa hii safari yetu sisi tujikase na tujikakamue, kwa sababu kuna wale ambao watajua hii na wanafaa tuwafundishe wajue hii. Kuna wale waliingia kanisani tambo wa Kristo na anakuja ni Mkristo, lakini hajui kwamba kuna kondoo ambaye ilikuja kuokoa na haijui.
yeye anasikia tu eti Yesu mwana kondoo. Anamaliza tu hivyo na anakaa chini. Ambaye hajui kondoo inaelekea wapi. Ambaye Isaka alitolewa. Hivyo na akatoa eti baba ya imani na ananyamaza tu na hiyo imetosha. Sasa inafaa tukae tuwafundishe na wapate kuelewa. Na nafasi yetu mzee, nafasi kubwa hapa. Kuna makanisa mengi unapoenda tunapata ya kwamba kiongozi mwenye yako hapo ni mmoja. Na wengine wote wakaa chini. Hiyo unajua ni mzee ni siku wamekaa chini. Sasa ni jukumu letu. Unapofika pale vile unaona vile Amon aliuliza ni kama hamuna nafasi. Inafaa tukiwa wawili watatu, mwingine akiuliza hivyo ura nafikiria haraka, kwa sababu haistahili mtu afinyiliwe. Kila mtu anafaa kuwa na nafasi yake. Kesho mimi nimetoka na mwingine ametoka, nani atasimama? Si kanisa utasikia eti kondoo ilitwangwa ikaenda ikabaki kondoo libaki, yani mchungaji alitwangwa kondoo sikabaki tu kwa uwanja. Sina tabaka, sijui sinaenda wapi. Lazima zile kondoo sipewe nafasi kubwa, watu wainuke. Si eti sasa kama msisani atafundisha tu wacha mimi nikae. Sio nataka nafundisha watu tu mimi. Hapana. Tuwe na walimu wengi, na kwa na walimu wengi watasaidia kabisa. Na watafanya na hao wengine wataona, watapata maono kupitia kwa hao walimu wengine. Lakini kama mwalimu ni mmoja, utakuja na chapter 3 hapo kae chini na watu waende nyumbani. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, na amemaliza soma Injili takatifu inasomwa na mnakaa chini na mnaenda nyumbani na hiyo imeisha. Lakini vijana wetu wapewe nafasi kubwa kabisa. Wakipata hii nafasi, mimi hata naonaga vizuri wakati nimekaa chini kama Douglas anafundisha, Amona anafundisha, mimi nasikia niko na raha yangu tu. Na hata unajua unaweza toka kwa nyumba yako hivi, pengine bibi amegombana, utaki kuongea na unataka ukushwe nyamaza ufundishwe na huko peke yako. Sasa unajua ulishinda kujibu pale swali, umeulizwa, umegombanishwa, sasa umenyamaza. Sasa unakuja hapo, kae chini usikize neno, si eti umetenda dhambi nyingine. Mtu amekugombanisha kabisa, sasa umeamua kae chini. Labda aliamuka kupata chumvi na wewe bahati mbaya huko unakumbuka kama kuna chumvi. Kama utaambiwa chumvi, kama utaambia mzee chumvi hakuna jioni, atajuaje? Sasa sasa ile anaenda kanisa ndio hata hii nyumba haina chumvi, sasa sijui bwana gani. Sasa hiyo unajua unakuja ukae chini na ufundishwe. Ukikaa ni wewe peke yako mwalimu, utasimama chumvi umeitishwa pale, ukifika hapa chapter ni moja na unakaa chini. Hata kwanza unaweza kaa kwa hiyo chapter ukirudia. Unafikiri umesoma kweli hiyo? Soma hiyo. Ni hiyo tu inarudiwa. Hiyo moja. Ambapo ni mbaya sana. Vijana wawe na nafasi. Walimu wawe wengi kwa makanisa. Ndio tupate watu wa kutufundisha. Kwa sababu kuna yale yenye ambaye hatujapata mambo mingi. Na sisi tunafikiri tumepata. Hatujapata mambo mingi, bado tunatafuta. Hii ni kama unatafuta, bado unalima, unatafuta, unaona mwenye anatafuta pesa wanalitika. Tafuta neno kama pesa. Hayo majaji Mungu awabariki. Leo ni